Kila sakata kubwa hukuwa na mwanzo wake, na kwa Jovial na Otile Brown, mwanzo haukuwa ugomvi, ulikuwa urafiki, mziki mzuri na mafanikio makubwa. Hakuna ambaye angeamini kuwa siku moja wawili hawa wangetupiana lawama nzito mbele ya mamilioni ya Wakenya. Leo majina yao yanatawala vichwa vya habari. Kuna madai ya kutolipwa, migogoro ya nyimbo, tofauti za kizazi na madai mengine yaliyozua mjadala mkubwa. Lakini nini hasa kilisababisha urafiki wao kuvunjika? Hicho ndicho tutakachochambua katika video hii. Jovial na Otile Brown walifahamiana kupitia mziki, wakati Otile Brown akiwa tayari amejiimarisha kama mmoja wa wasanii wakubwa nchini Kenya. Jovial alikuwa anaanza kujitengeneza jina kupitia sauti yake ya kipekee. Ushirikiano wao ulizaa nyimbo zilizopendwa na mashabiki, na mara kwa mara walionekana pamoja studioni, kwenye mahojiano na hata katika shughuli mbalimbali za mziki. Kwa wengi walikuwa mfano wa ushirikiano wenye mafanikio. Lakini kama ilivyo kwa simulizi nyingi na mafanikio, kulikuwa na upande ambao haukuwa unaonekana mbele ya kamera. Baada ya miaka kadhaa, Jovial alifanya mahojiano yaliyotikisa mitandao ya kijamii, akifunguka kuhusu ushirikiano wake na Otile Brown. Katika mahojiano hayo, Jovial alidai kuwa nyimbo alizoshirikishwa na Otile Brown ambazo hakuwahi kulipwa pesa ifasavyo. Alisema alihisi juhudi zake hazikuthaminiwa kama alivyotarajia. Pia alidai kuwa baadhi ya nyimbo walizorekodi zilikaa kwa muda mrefu bila kutolewa, jambo ambalo kwa maoni yake ilichelewesha ukuaji wa mziki wake. Jovial alisema licha ya changamoto hizo, anamshukuru Otile Brown kwa nafasi alizompa mwanzoni mwa safari yake ya mziki. Hata hivyo, aliweka wazi kuwa hana mpango wa kufanya naye kazi tena. Kauli hizi zilisambaa kwa kasi kwenye Facebook, TikTok, Instagram, X na hata YouTube. Mashabiki wakaanza kuuliza, je, kweli kulikuwa na mambo yaliyokuwa yamefichwa kwa muda mrefu? Wakati mjadala huo ukiendelea, jambo jingine lilitokelezea. Jovial aliachilia rasmi wimbo Ulinihukumu, ambao alimshirikisha Otile Brown. Kisa tu nilinyamaza, haimaanishi nilikuwa natia, wala sira ulionayo niliona ninyamaze. Badala ya mashabiki kusherekea ujio wa wimbo huo, walishuhudia jambo ambalo hakuna aliyetarajia. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Otile Brown alisema hakutoa ruhusa ya wimbo huo kutolewa. Alienda mbali zaidi kwa kuomba mashabiki wake wasiutazame wala kusikiliza. Kauli hiyo ilizua maswali mengi. Kwa nini msanii apinge wimbo ambao yeye mwenyewe ameimba? Kwa nini jambo hili halikuzungumziwa kabla ya wimbo kutoka? Jovial naye alijibu. Kwa mujibu wa kauli zake, alisema alikuwa amesubiri kwa muda mrefu sana, huku wimbo ukiendelea kucheleweshwa. Alidai kuwa aliona haikuwa na maana kuendelea kusubiri, hivyo akaamua kuachia kwa mashabiki. Lakini huu ulikuwa mwanzo tu. Kadri siku zilivyopita, madai mapya yaliendelea kujitokeza. Katika mahojiano yake, Jovial alidai kuwa hakulipwa baadhi ya fedha alizostahili kutokana na ushirikiano wao wa mziki. Pia alidai kuwa baadhi ya maamuzi yaliyokuwa yakifanywa kuhusu kazi zake yalikuwa yanamkwamisha badala ya kumsaidia kukua kama msanii. Kauli hizi ziligawa mashabiki. Kundi moja lilimuunga mkono Jovial, likisema wasanii wengi chipukizi hukumbana na changamoto za kutolipwa au kutopata haki zao. Kundi jingine lilimtetea Otile Brown, likisema amekuwa msaada kwa wasanii wengi na kwamba huenda kuna upande mwingine wa simulizi ambazo haujasikika. Baada ya lawama kuendelea kuongezeka, Otile Brown naye aliamua kuvunja ukimya. Kupitia mfululizo wa Instagram stories, alikanusha madai mengi yaliyokuwa yakielekezwa kwake. Kwa mujibu wa Otile Brown, mfumo wa malipo ya royalties ni mgumu kuliko watu wengine wanavyofikiria. Alisema fedha hizo hupitia wasambazaji wa muziki na kampuni mbalimbali kabla ya kuwafikia wasanii. Aliongeza kuwa hata yeye mwenyewe kuna mapato ambayo hajawahi kuyapata kutokana na mfumo huo. Lakini haikuishia hapo. Otile Brown pia alidai kuwa aliwahi kumsaidia Jovial kifedha katika nyakati mbalimbali za maisha yake. Alidai kugharamia baadhi ya mahitaji yake na hata matibabu. Jovial naye alimtaka athibitishe madai hayo kwa ushahidi. Hadi sasa hakuna nyaraka za umma zilizotolewa kuthibitisha madai ya upande wowote kuhusu malipo hayo. Na wakati wengi wakidhani sakata limefika mwisho, kulitolewa dai jingine lililolipua mitandao ya kijamii. Kupitia account zake za mitandao ya kijamii, Otile Brown alidai kuwa kipimo cha DNA kilionyesha yeye si baba mtoto wa Jovial.
Kauli hii ilisambaa kwa kasi na kuwa moja ya mada zilizojadiliwa zaidi nchini Kenya. Na muhimu kufahamu kuwa hili ni dai lililotolewa na Otile Brown. Hadi sasa hakuna matokeo ya DNA yaliyowekwa wazi hadharani kuthibitisha au kukanusha madai hayo. Baada ya kauli hiyo, mitandao ya kijamii ililipuka. Facebook, TikTok, Instagram, X na YouTube. Kila mahali walikuwa wakijadili sakata hili. Baadhi waliamini Jovial, wengine waliamini Otile Brown. Na wapo waliodai kuwa ukweli hauwezi kujulikana mpaka ushahidi kamili uwekwe wazi. Baada ya siku kadhaa za majadiliano makali, hali ilianza kutulia. Jovial aliandika ujumbe wa kuomba msamaha hadharani kwa Otile Brown. Katika ujumbe huo, alieleza kuwa anatamani amani na hakutaka mgogoro huo uendelee. Hatua hiyo iliwashangaza wengi, lakini hata baada ya kuomba msamaha, mjadala haukuisha. Wengi waliendelea kuhoji kuhusu madai ya malipo. Wengine walihoji kuhusu umiliki wa nyimbo. Na wengine walitaka kujua ukweli kuhusu madai mengi yaliyotolewa na pande zote mbili. Mpaka sasa, mambo yaliyothibitishwa ni kwamba Jovial na Otile Brown walitoa kauli zao hadharani kuhusu mgogoro huo. Lakini madai mengi makubwa yaliyotolewa ni kila mmoja hajathibitisha kuwa ushahidi wa umma. Je, ukweli wote utawahi kujulikana? Je, wawili hawa wataweza kusuluhisha tofauti zao siku moja? Au huu ndio mwisho wa ushirikiano uliowahi kuwapa mashabiki nyimbo zilizopendwa? Unalizungumziaje sakata hili? Je, unaamini upande gani? Nimekuwa wako Beka Smasher na hii ni The Weekly Update Show.